Bwana Yesu asifiwe sana. Si msalimie watu, msalimiane. Ni saa raji, muulize kama kuna mtu ametubebea raji. You're back. There is a demon operating in your life. I need to understand it. There is a demon trying to cut you. I need to understand it. Because how can you put money in an account, then it is returned to your account back? Twice. I've never seen that. That you put, the bank says we never accepted the money. There is something big fighting your finances. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Fill the gaps all of tukuje pandi so that we can I want to thank God. Father, I thank you because you are wonderful. We worship you, God. We honor you. This wonderful afternoon that you've given us. God, may you use me as a vessel to reach to many people as they are watching us all over the world, throughout the world, because you have given us this opportunity that we may be able to advance your kingdom to everybody all over the world. Forgive all our sins, cleanse us with the blood of Jesus Christ, and guide us, Father, to become your sons and daughters, that we may be beneficiary of your kingdom, that we may become winners and become victors in your kingdom. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. You may get seated. You may be seated. Thank you. Thank you very much. But don't get worried. That's part of life, part of the struggles that we have on earth. Habari zenu. Habari zenu. Habari zenu. Siongea na Kizungu, Kiswahili. Sasa nani amefaa kukaa hapa? Ni Kofia. Kuja hapa. These gaps zijazeni. Sio lazima muambiwe. Just fill the gaps. So wale wanakuja huko. Jacinta, you shouldn't be seated down. Today I want to teach you because I've been speaking to most of you na nimegundua ya kwamba you have a common problem. Wale wote nimeona tukizungumza na wao leo, nimeona wako na kitu inaitwa common problem. And this common problem, because I normally don't teach what I had planned. I teach according to the people Mungu amelete. I don't go calling people to come. I sit down and let God bring the people he wants me to teach. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why, you see, I don't go for numbers. I go for what God wants me to do that particular day. That is all what I want. Can you lift, boss, this gentleman? Ninulie sauti kidogo. I don't actually chase the numbers. Because you know me, for those who know me, who I was, what I did, and what I didn't do. About the numbers is not my big deal. Because I have had the number of 4 million plus of people following me. About the money, it's not a big deal to me. I've had billions and billions of money in my account. About lifestyle, I've had it. Nice. I used to go with a magari 12 escort yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. I've traveled to over 37 countries in the world. And in each country, I've met the president without an appointment. Hallelujah. So what am I looking here for? I'm not looking for that prestige life. I'm looking for God. Hallelujah. Because all other was given to me without being in it. Lift it a bit. All this other has been given to me. I drove nice cars, nice houses, nice girls. So unasikia niko na watoto wangapi? For those who have been following me. So many of them, more than 20. Hallelujah. Not from one wife, but from, no, please. Just the way it is, lift the volume alone. The volume. And then nyonga apana. Then remove the bass kidogo.
just do the volume. And all that you are struggling to find, I have found myself in them, not without a struggle. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm looking for, it is, are we going to heaven? Are you saved? Hallelujah. You come to church, you are a follower, you worship, you are a praise and worshiper, and you have everything. You are a pastor, you are a bishop, you are an archbishop. Whatever you call yourself, are you saved? That is the most important, because every other thing is vanity. Every other thing that is on earth is vanity. You can become, just the other day I was watching people in Uhuru's land. And unajua Uhuru ni nani? Wanakatakata na mbuzi zikabebwa na Uhuru did not do anything. Ama kuna kitu alifanya? Tulikula mbuzi ama tukukula? Silikuliwa. From a former president. A former president's land. Shamba ya mudhamaki. Dika ni unanyita story yo. Unashika hiyo story? Naona kama mshiki. Mnajua Uhuru ni nani? Ni nani? A son of the founder of the nation. His name is Uhuru, meaning independent. Kenya Ata. Unajua Kenyatta is not a name of a human being. Kenyatta is the belt, like this one. This is what we call Kenyatta from the Maasai. There's a lady, a Maasai lady who did this for me. Ameandika jina yangu. Sasa msiweza kusema alimeshikwa na Maasai. Sasa imeandikwa jina yangu hapa. Apostle Waruinge. Hata wewe ukitaka kutengenezwa utatengenezwa. This is what we call Kenyatta. Kenya ata is the Maasai. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the belts. Ukiniletea designer belts, I don't like them. I want that has been done by a Maasai or a Kikuyu or a Luo or a Kamba. That is what I believe in myself, because I'm an African and my business is on being an African. Myself, I read the Bible in the book of Genesis 1 verse 26, 25, 26, 27, 28 and see, and then let us make man in our image. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us do what? Make a man in our image. Then you go to verse 27, says, a man and a woman was created in the image of God. So I am black. So he is my God. Hallelujah. I am black. So he is my God, because the Bible says, let make man and a woman in whose image. So if I am out of an image of God, is God white? Is God white? He's not white. He is like me. Hallelujah. So from that level, anza kujiamini. I'm trying to lift somebody. Anza kujiamini that you are as important as that idiot that came to tell you that you are stupid. Because you are not stupid. You are carrying the brains. You are carrying the brains. I normally I was teaching the other side. I was in Naivasha, I was teaching people that the Garden of Eden started from Kenya. Hallelujah. That is a top secret they don't want to tell you. But the historians have been forced to say it without their knowledge. The historians and the scientists, they have discovered the oldest fossil of a human being. It is found in where? In Olduvai Gorge. Where is it? Is it in Uganda? Is it in America? It is in Turkana. Meaning the oldest fossil mahede. The oldest in this world, it was found in Turkana. Hallelujah. And that is where we have a river that crosses from Lake Victoria, going all the way to where? To Egypt. Did you know that in Kenya, with the water from the part of Lake Victoria that comes from Kenya, ndio hiyo maji ambayo inafanya Egypt watuuzie matunda Kenya? Did you know that? No. You should go to class. That the water
of River Nile feeds what? Egypt. The entire Egypt depends from the water from Lake Victoria. That is why we cannot do an irrigation from Lake Victoria, because there is a treaty between Kenya and Egypt that we can never be able to touch this water. Nobody can touch it. Kenya tried to, tulikuwa nataka kujenga nini ya kuleta stima. We were stopped by Egypt, not Kenya. And if Kenya violates, the army from Egypt will come and attack us. It is a treaty. Hallelujah. That is how important you are. That Egyptians depends on you. And remember, the Egyptians are the people who took the children of Israel into what? That is how important you are as a black man. Hallelujah. Najua sasa mtaanza kusema ke pastor sio tumuhono kufiyo. Aratwira mundu muiro ni mundu muge na mundu muiro ni mundu mukegu. Hiyo ujinga tutaweka chini. Ambia mwenzako hiyo ujinga tutaweka chini. We must liberate Africa. We must liberate Africa. Just go. I know amujai travel. Nani ameenda bali zaidi ya kwao? Wewe umetoka Makueni, umetoka wapi? Kule bali umeenda ni Nairobi, si ndio? Umetoka nje nje. Hujaigia. Ushapeleka mtu airport. Ukamwambia bye. Sasa ile abroad umeenda ni kuambia mtu bye. Acha niwaambie kwa wale wametravel, just go see out there. I was in Dubai. Dubai, there is no single soil. There is no single soil. The soil is in Dubai. Iko Dubai. Waislamu hawa watu wa Isiri wamekuwa kichota, wanauzia na magunia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is Dubai. You go to America, saizi kuna snow ambayo ilianza about 6 months ago. Snow. You can't just walk out. There's no luxury. There is nothing. The sun, uende nimekuwa juzi, nilikuwa nimeenda mahali panaitwa Kazakhstan. Ukienda Kazakhstan ni pande ya Russia na huko Russia. They just see kajua kanapita, kanaenda shoo. Very fast. Shoo. Yet they do a celebration when the sun comes. In Germany, in UK, at some point they will do a celebration. Jua imekuja. Hallelujah. If you go to Japan, they will at time they will have the whole 24 hours night. And at time they will come whole 24 hours day. Hallelujah. And in Kenya, I have 12 hours of day and 12 hours of the night. I have the soil. I have water crisscrossing Africa or Kenya, and I have fresh food from the farm. Because in America now, they don't have fresh food. The food has been kept in the freezers all that time because there's nothing can grow in the snow. Yet you tell me God lives in America? Nah. Mungu anaishiki hapa. Huko anaendaga kutembea kuangalia kama kuna kitu huko. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the home of God. Kule wanaendaga, kule Mungu anaendaga tu kupiga raundi, anarudi. Na anarudi haraka kwa sababu there is no God. And that is why yesterday I was watching over my TV and I saw Australian Prime Minister akifanya the demonstration. They were walking wameshikana and they were saying this is a new lifestyle. They were advocating on LGBTQ and they were saying this is a new lifestyle that we must do. A whole prime minister anasema hata yeye anakogagwa riswe. So then you tell me those are people from God? No. Ni wale wamezaliwa na Muafrika, because it is only an African skin that has naitangwa pigments. Naitangwa nini? Color pigments. It's only Africans that we have. The rest ni duplicate. Ni photocopy. So I'm telling you, you are such an important person. Wacha kujikunja hapo unasema umekaa na shida. Ati tangu zilizaliwe kutoa kuja upatikana nini? Ati I am this and because I'm an African. You are not a poor person. You are a rich person. Riches starts from your heart. Riches becomes from your brain. Being rich is not driving a car.
Being rich is not driving or owning a nice house. Being rich is having a relationship with your God. A true relationship with God. And when you have a true relationship with your God, then I also looked another video nilitumia marafiki zangu. Now, why are they advocating for LGBTQ? Because they want to produce their own citizens. Hallelujah. Mami, sasa mnazuiwa kasi factory yenu imefungwa. According to them, they want to shut the factory. No production of more children. No more production. They have invented a factory that was in Spain, I think. Either Spain or somewhere in Europe, Belgium. They have a nice factory. Wametengeneza vitu vizuri where sperm yako inatolewa na matunda mayai ya huyu imetolewa, inawekwa huko, inajaminate, inatoa mtoto. Atakuwa kikaa kwa hiyo machine mpaka azaliwe 9 months. No carrying babies. So what they are going to do, what they are doing is to make sure now they are inventing a seed. Wanaangalia chromosomes na genes na kila kitu, wana kama wataweza kutengeneza mayai ya mwanamke na mayai ya mwanaume, wa produce their own human being. So we will be laboratory produced. Hallelujah. That is why they are bringing that inhumanity in human. That now this man will feel better having this man than having this woman. Because once you are slept with a man, you are destroyed completely. You can never be able to produce. Ni mimi hapana, it's because wacha boss ni speaker ndio inaniletea shida. So when we have a child that is produced from a factory, the human structure from God is destroyed. Because the notion of there is God, that is what they are working to make sure there is God. There's no God. The notion that you believe there is God ndio inashughulikiwa, that there is no God. Because they are able, you say, man was produced from God, was created by God. Man and a woman, God created. So they want to tell us that now that God of yours stopped existing. What we have is laboratory produced. So kama Mungu alitengeneza, tumetengeneza, you can worship me. If you are worshiping God because he produced you, then from today you worship me because I'm able to produce. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where now we are being taken to. But God is gracious and God is wonderful because he is awakening a new generation that will say no to this nonsense. A generation that will say this will never come to pass again. A generation that will say we don't understand this and we don't want to understand it, and we are not going to take in any of this nonsense. Hallelujah. How many of you are ready for saying that we don't want this nonsense? This nonsense to begin up with this country, that the nonsense of the LGBTQ will never be accepted at whatever cost over our dead bodies. We are going to stop it. They are calling it human rights. We are going to destroy them and tell them, take your shit back to where you got it from. Don't care. Hallelujah. Kwani takuwa kwanza kukufa? Kuna mtu amekufa kutoka asubuhi mpaka jioni? Kuna kifo ya black market? Wakwende kabisa. Kuna mwanaume kusoga mwanaume mwingine hapa Kenya. We are going to tutaingia kwa nyumba moja mpaka nyingine. Tukijua this is happening, we are going to beat you thoroughly. We are the children of God. God himself destroyed Sodom and Gomorrah. Aliachilia moto, na mimi ni image ya Mungu, nitaachilia moto. Yes, this nonsense cannot be condoned. Na unakuta watu wakubwa serikalini, they are doing it. They are doing it. I saw another journalist sometimes back complaining ati nilifukuzwa, nilikuwa naambiwa I have to kneel down so that nirudishiwe kazi yangu. But this journalist, kile kitu hakutuambia ni kwamba alikuwa naswagwa na mkubwa. Sasa huyu mkubwa akaswaka mtu mwingine na akampatia promotion, akampatia minister, assistant minister. Sasa he was like, my husband has left, umekuja umechukua mpako ya kado, wewe ni mpako ya kado. You see this nonsense. And this journalist is an idol. Ni mtu ambaye kila mtu alikuwa anamwadimaya sana because he was a good man. Lakini kumbe huko nyuma.
Sasa kijana mwingine kakakuja kakafanyika ka CAS na kakachukuliwa. Kalipochukuliwa huyu jamaa akaambiwa toka. Alipojaribu kupiga makelele aliambiwa wewe unajua hata mimi nimekupatia job toka kwanza. You either stay or quit. Lazima mkae nyinyi wawili. Kwa nini nafikiria ni yeye tu unaaja na hii kitu? Kuna watu wengi wanaaja na hii kitu. Ciana cia atumia Ngai nĩ cionire thĩna Ngai. Oh my God. Anyway, let's believe in this God. The evil in the land, chapter 7 of Jeremiah. The book that we are going to look at is the evil of the land. It is in the book of chapter 7 of Jeremiah. Bwana Yesu asifiwe sana. I like those people who come with their notebooks, not with their ears. Because these ears, they hear a lot of things. So if you carried your notebook, you put, utaandika kakitu tu, maybe tomorrow you'll need it. Hello. You are back from school or where are you from? From Makueni or from, I've not seen you for quite a long time. Yeah? You are in school. How is school? How is your sister? Where is your sister? She's in school. Thank you. But you are doing well in school? Good. These are some of our children that we have here, that we really pray with them because we need to raise a generation. Say we need to raise a generation. Lazima tuinue generation kita conquer. We must conquer these people. We must win every battle that is ahead of us. We must make it where they have not been able to make it. We must be able to make it. We must be able to win. We must be able to conquer this thing that is happening in our life. Then in the book of Genesis, Jeremiah, chapter number 7, and we shall be looking, let's go right from verse 1, but we'll be jumping, I'll be leading to you as the Spirit will be guiding me. The word that came to Jeremiah from the Lord, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all you men of Judah who enter these gates to worship the Lord. So God is, the Bible is saying here, is speaking to Jeremiah, and this is the word of God that came to him. That the word that came to Jeremiah from the Lord, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all you men of Judah who enter these gates to worship the Lord. That is a very powerful message that is given to you. That at the gate is a very important position that you need to position yourself. At the gate of this church as you enter here, this is very important. Down there, the stairs as you are coming is very important. You need a man of God to keep watch on that gate. Because at there, the gate of that's where the demons will come through. That is where the enemies will come through. That is where people who want to destroy you will stand at the gate. They don't stand in the middle of the house. They don't stand, hawasimami ndani ya nyumba. Hawasimami kule kwenye barabara. They stand at the gate, at the entry point. That is a very important place for you to know that God needs to be there. Bwana Yesu asifiwe sana. The other time there was a prophetic message that was released here on a Sunday, and I remember the Sunday, and this woman said that at the gate pale kuna watu wamesimama huko kuzuia watu waingie na watu watoke. Bwana Yesu asifiwe sana. All our businesses zimemaliziwa kwenye gate ya entrance ya kazi yako. All your business zimemaliziwa kwenye mlango wa kuingia. That is where they do their activities. That is where they do their planning. That is where they planned what to destroy you with. Kama biashara yako imemalizwa kwenye mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mdomo yako imemalizwa wa kuongea, imemalizwa ni mdomo. Kama ulimalizwa wewe, ni mdomo ilimalizwa kwanza. Bwana Yesu, they will start by silencing you. They will start by attacking you from your mouth. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And once they do the silencing of your mouth, they will deal with the body. Tell your neighbor, refuse to be silenced. Because that is where they begin.
Kama ukiangalia biashara umetumeweka kama let's take an example of this church. They will not attack you who is inside. They will stand there. Wataweka hilisi zao na uchawi pale kwenye mlango to make sure watu hawakuji. Last time about 6 months ago, we used to have a lot of telephone calling us that on Sunday I'm coming, on Sunday I'm coming, on Sunday I'm coming. But unfortunately, every time they tell me that on Sunday will come, they will all come, but they will look for this building until it's Asaba. I remember one time, there is a woman that traveled all the way from Mombasa. She slept in a hotel, and she came here at 8 in the morning. But alizunguka hapa mpaka saa 8. Tukitoka wakati tulitoka kanisani, macho ikafunguka akaona building. Na alipita kwenye hii building 7 good. Why? Because waliokuja kushambulia walikuja wakaweka ukuta. Walikweka ukuta wa kiroho. Wakafunga hii barabara na wakafunga hii building. Hakuna mtu aliweza kuiona. Wao walipokuja, they were not able to see it because already a wall has been put. Sasa mtu akitoka huku akikuja, anakuja anaona building ndio ile, but this is not the building. Until saa 8 ndio alipita hapa akaona mpaka jina na akaona picha yangu. Wakati tumefuga. Bwana Yesu asifiwe sana. And that alikuwa anataka sasa kuenda. Alikuwa na cross hivi, aende apande basi kwa sababu already basi was ready to go. So she did not get what she wanted. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine maduka zao zimefungwa katika mipango ya kishetani. Duka iko na stock na iko na kila kitu, lakini pale katika ulimwengu wa kiroho wameandika majina, duka imefungwa. So every time mtu anakuja, anaona duka ndio hii lakini imefungwa. Akiangalia anakuja anaangalia, anaona stock kila kitu, lakini hakuna kitu anaona. Anaenda kwa neighbor. Neighbor unakuta hana duka kubwa, lakini kwa sababu yake haijafungwa, every person anaenda kwa hiyo duka. Wewe unakibiaga huyu duka ya huyu ndio tumefuga. Wewe ambaye uko na kaduka kadogo unakibiaga kuchukua huyu, nikitaka sukari unapitia mlango wa nyuma, tanegea sukari kilo 5. Hiyo sukari inakuja kwako inauzwa, lakini ikiwa kwa huyu haiuzwi. Kwa sababu kule kwenye mlango umeandikwa nini? Tumefuga. Wanawake nyinyi wengi mshaolewa kitambo. Your marriages were set, mliachiliwa. Wanaume waliachiliwa kitambo. Wasisi wanaume wengine, wanawake wetu waliachiliwa kitambo. Lakini mimi hapa sura ukinisoma in the spiritual realm nimeandikwa married. Hallelujah. Unakaa kanisani mpaka unaseeka, ukionekana mpaka unajikunja hivi kwa sababu ya vile Holy Spirit imekubeba, na hapa juu kumeandikwa married. Na shida ukisema ni dimenyaga mokaga magadi. Hata alikuja tukaongea na yeye mzuri sana. Kumaliza tu kuongea, nimejaribu kumpigia ameniblock. Why? Kwa sababu in the spirit aliona mwanamke ameolewa na hataki kuvuja marriage. Spirit nyingine ya shetani inakuja inamkumbusha, inamletea mpaka verse ya Biblia, inamwambia don't put asada. So utazeeka, maana kuna nguvu fulani inasema don't put asada. Na wewe ni asada already kwa sababu you are not married. Nikio mwako lera kanitha-ini. Ndio naona tumezeekea kanisani kama mimi nikiwa siko. Kwa sababu wanawake wote wanaonaga married man, na mimi niko siko. Na nimejaribu kujiadvertise hapa niko siko, bado ninaambiwa married. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mpaka nimejiuza, najua kibaya kizuri cha nini cha jiuza, kibaya chafanya nini? Cha jitembeza. Sasa mimi najaribu kujitembeza. Unasema huyo uleta gadhari. Huyo ana kasoro. Lakini sina kasoro. Kuna yule alinifunga na akaweka rebo hapa married man. Sasa kitu ya swala nikiutokosa huyu mama ananiusaga. Wewe na mama yake yote ukinyete dole na mudo. Are you sure? Lekatoa betohoye. Akienda kuomba yule chini, ile pepo lililonifunga linamkuta kwa linamtokelezea in a masquerading spirit. Anaona mwanamke anakuja na kisu anataka kumuduga. Leave my husband alone.
Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mwanamke hata kupigia simu anapoteaga pole pole kwa sababu ameonyesha. Si alisema acha tuombe. Mapepo yanajua ukienda kuomba. Yatajipanga, yatakuja. Kwa hiyo maombi ulienda yatakutokelezea na kisu. Anakuuliza, what are you doing with my wife, my husband? Mundu ucio ndage kuhurira thimu, mwiretu ucio ajichujaga kahora, ona mahoya ma heaven's gate, anamalizana na maombi siku hiyo hiyo, Mungu amemjibu, lakini ni shetani alimjibu. Yule ambaye aliwekwa kwa gate yako. Kwa sababu amewekwa kwa gate kuzuia usipenye. Amewekwa kwa gate kuhakikisha ya kwamba you are never going to have a breakthrough in your marriage, in your business, at your workplace. No, you have not been allowed to have that. That is why ministries zimekosa kunawili. Ministries zimekosa kukua. Biashara zimekosa kukua because there is a strong gate man. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a strong gate man ambaye amesimama kwenye mlango. Sio eti you are not good, sio eti hujui kufanya biashara, sio eti huna customer, sio eti kazi yako si mzuri. Everything that you need and you have, it is correct. It is okay. But there is a strong gate man. That is why hiyo ndio wanaendaka wanachukua kwa waganga, wanachukua juju. That is a juju to come and stand at your gate. There is kama anachukua juju, anakuja anasimama, na ndio unapata wanakutumia mpaka mwanaume. Kama yani mwanamke unatumia spiritual husband, anakuja anakutreat vizuri. Ukiona wanawake utakage kwa wanaume, kuna kiume kinakuja kwambia hi babe, nyenye wewe na hakiri jaga, me am saved. Ndio kanade helema udoma nuko nakomea wale wakati kuja high save na ni gwetu amohono kigogo kanitha-ini. Kumbe it is not you, ni demon speaking through you. Ile inalalaga na wewe usiku. Ama mjui mtu amelalwa naye amezaa mpaka watoto, vitoto vya kiroho viko ukwenye ndoto. Kama umewahi kuona umelalwa na wewe na mwanaume anakujanga kulala na wewe, kisha ukapata kwenye ndoto umepata mimba, kisha kwenye ndoto ukazaa mtoto, ushazaa mtoto wa kiroho. Na huyo mtoto na huyo mzee wa kiroho hawatakubalisha watoto wengine wakuje, wala wewe hautakubalishwa ukwe na mwanaume mwingine mpaka wakati utafunguliwa. There is a strong man in your life. Hallelujah. There is a strong man in your life that is controlling everything, that is manipulating. So that is why we have found ourselves in much failures of our life. We have found ourselves in difficulties of our situations. We have found ourselves that we are trying business, the businesses are not growing. We have tried marriages, the marriages are not growing. We have tried churches, the churches are not growing. Because in our life there is a strong man that was sent in before kwenye mlango wako wa kuingia. Na mlango ukifungwa katika ulimwengu wa kiroho, hakuna mtu ataingia na hakuna mtu atatoka. Maisha yako itakuwa stagnated. Forever you will not grow. You will not succeed. You will never become. Bwana Yesu asifiwe sana. You will forever be in church. Utakuwa asha. Ndio naonanga maasha wengine wengi wanahitaji kukombolewa. Hakuna watu masikini kama maasha kwa makanisa mingi. Utakuta asha amekaa mpaka unakuta anatembeaga hivi. Ni venye amejawa na roho mtakatifu, lakini kwake hakuna marriage, kwake hakuna kazi, hana chochote. Sasa kwa sababu ya ukosefu ya hiyo yote, sasa huyu mama amekuja leo, huyu ndio asha kanisa hii. Huyu mama kimekuja, maskini hana chochote, amefanywa deliverance. Nani amemuasha? Ni huyu ameisha kanisani hii. Do you know what will happen? Kikaka kidogo huyu, kwa sababu ako na imani, ako na jua Mungu. Kikaka kidogo unaona amepiga kadiru mahali fulani, shamba imeuzwa, amekuja na kagari amepaki hapa, kagari kampya. Huyu mwenye alikutwa hapa anasema, tokwenda bishop ni kwenda menyerere muno, hii kanisa iko na madevo worshiper. Huyu mama akikuja hapa, mimi ndio nilimpatia fare, hakuwa na kitu. 3 months ago mimi ndio nilimpatia fare. Sasa gari ana drive gari, hata nimeona hiyo gari, hiyo mataa venye inakaa ni kama iko na nyoka hapo ndani. Hallelujah. Hallelujah. Sasa angalia nguo zake venye zina shine. Alafu uende pale Latema Road ununue nguo zile za wa Nigeria zina shine. Zile za wamama zinakaa huko. Umeona venye alikuwa amevaa? Isho akilisho nguo cia kwa ngoma.
Lakini what is happened is because wewe umekuja, moyo wako umefunguka na ulikuwa tayari kubarikiwa. Ulikuwa tayari kupokea muujiza na muujiza wako umeupokea. Aliyekushikilia ulipokuwa unapokea muujiza ni huyu, ako hapa miaka 10 because amebeba mapepo yako yote. The demons haziishi huko kwa hewa. They live in blood and flesh. Hallelujah. So unakuta huyu ambaye amebarikiwa, demoni zake zote za umasikini ziliruka kwa nani? Kwa sababu huyu anakuwaga na bitterness ya kuona watu wamebarikiwa kanisani. Yeye hajabarikiwa. Ndio watu wafanyikazi wa kanisani unaonanga wengi, they die very poor people. Very poor people. Because they have seen it all. They have seen people being blessed. Because you never opened your door for God. Yule the strong man ambaye alikuwa katika maisha yako huko muondoa, ulikaa na yeye, kwa hivyo ukafungua mlango wa mapepo. Kwa hivyo mapepo yanapotolewa kwa huyu jamaa inaingia kwa huyu mama. Kwa hivyo ulifungua mlango wa mapepo. Ulifungua mlango ukakubarisha mapepo yakuje. Kwa hivyo whatever mapepo uanga yana negotiate. Wakati ule mzee alikutwa na Jesus, yaliona wakaanza kusema, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mtoto wa Daudi, usituue. Akamuuliza, who are you? Wakamjibu, we are Rejoin. Then they negotiated with Jesus. Sisi tuende kwa zile nguruwe. Basi wakaambiwa tokeni, wakaenda kwa nguruwe. Because demons lazima ziishi, mapepo lazima yaishi kwenye nyama na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is most of us, we have failed in church. Kwa sababu ya kuzoea. When you have the familiar spirit, unazoea, unakosa kumjua Mungu. Unakosa kuona mafuta yaliyo mbele yako. Unakosa kuona uwepo wa Mungu ulio ndani ya nyumba hiyo. Basi itakuwa kwa sababu ya hiyo roho inapokuingia, inatengeneza nyumba ya mapepo kuishi. So watu watakuja, watabarikiwa, wewe utabarikiwa. Maana ulifungua, you have the familiar spirit. Mulizoeana na mchungaji, mulizoeana na apostle, mulizoeana na reverend, mulizoeana na nabii wa nyumba hiyo. So you don't see anything so powerful in that person. You don't see anything so important in that person. You don't see anything special in that person. Therefore, whatever that will be happening, mapepo yanapotolewa hapa yanakukuta wewe, kwa sababu you are an opposition to the anointing that is in the house. Hallelujah. That is where many people, many pastors, many bishops, many people who would be senior people in the kingdom have failed. And because kuna mlango ulikubali ukafunguka. Do not ever want hata mahusiano ya ukaribu na mtumishi yote ya Mungu. Wachana nayo. Ya kwenda hoteli tukanywesha hii, just stop it. It will hurt you. It will bring you down. It will kill you. I am simple, but there is anointing I'm carrying. The day you become familiar with the anointing that is upon me, that is the end of you. Hata uende wapi, hata uende kwa nabii mwingine, you will never succeed. You will never, because you grieved the Holy Spirit. And when you grieved the Holy Spirit, then the punishment is from the Holy Spirit, not the man. And that is the beginning of your downfall. That is the beginning of your destruction. Don't ever. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't ever. Hata my Bishop Harrison, akiniita tuende tukakunywe chai kwake, na mwambia pana, I will come one day. But kwanza tukutane kwa kanisa. Because I'm not interested with Mr. Harrison Nganga. I'm interested with Apostle or Bishop Harrison Nganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mukikuja hapa, do not be interested na unanga mnakibiria pale kwa kale ka ofisi. Kale ka ofisi nikachana nako. Tamani sana kukutana na mimi nikiwa hapa. Because I am not the same person na yule mnakutana naye pale. I'm completely two different people. Tukienda kwa hoteli, that is another third person you are meeting. Bwana Yesu asifiwe sana.
If you can know that, to differentiate that the anointing iko hapa, nikisimama hapa, kama mfano nilikuwa nimetengeneza the sermon ile takuja kuhubiri, lakini nimeambiwa no, nikifika hapa nimeona screen mbele yangu imeniambia fungua Jeremia 7. There is a teaching I want you to teach from there. Because I am now controlled. I am not myself. So the spirit that is in me will invoke a powerful spirit upon you, and you be set free because of you agreeing with me on this matter. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how to win every battle. That is how you win and conquer battles of life in our life. You can never succeed if you entertain that familiarity, the familiar spirit. Don't. My children, don't. Avoid that as much as you can. I've seen people here, wamekuja hapa, wameangamia. Wamekuja hapa, tumezoeana na wao. Mpaka wamefika wananiona mimi ni kama mtu alika yao. Yes, we can be of age, hata unaweza kuwa umezeeka kuniliko. But kuna kitu niko nayo hauna. Na hiyo kitu nimebeba sio yangu, iko na mwenyewe. Na mwenyewe anakuanga ajira si God. Na akiona kitu yake ikichezewa, anakugoga. Hata kama nimefanya makosa, wachana na mimi. Hata ukanikuta juu ya huyu mama, unanikuta tu na uweke mpaka picha, unaona kweli ni kitu ambayo siwezi kukataa, wachana nayo. Wachana, usijaribu kuniinukia. Maana kuna kitu kiko ndani yangu, Mungu ana protect. Ukiniinukia, Mungu anaangalia what you are trying to attack. Ni ile kitu kiko ndani yangu. So what he will do, he will finish you first. Alafu atanipeleka kwa kakijumba, aniulize, hiyo maneno nilikuona ni baya. Na atanichapa viboko mimi. Kwa hivyo wacha nichapiwe viboko zangu huko. Usijaribu kufanya kazi ya Mungu. You be destroyed. You will completely, utakufa. Utakufa, I assure you. Utoke hapa na madharau. Utoke hapa unionyeshe tu madharau uende huko. Mimi nikasirika kidogo. My God in heaven, anachungaga, sio mimi yako na haja na mimi. This body is not interested with it. He is interested with something he deposited in me that makes you come here. Because sio ati niko na sura mzuri ndio kwa maana umekuja hapa. Hapana, niko na kitu ambayo hauna. Umeelewa? Labda si kama sichana kama nikabidi beautiful. Ama tuangalie huyu mama, si ni beautiful sana. Sasa mimi na wewe nani beautiful? Si wewe ni beautiful, but you chose to come to this a beautiful person. Why? Because there is something deposited in me that God, you are interested. That when I release it to you, it goes. So when you decide to do it against, you try to fight it, my God will fight you first. Then he will come and discipline me. Bwana Yesu asifiwe sana. Nganga wa neno hapa. Ni kitu gani hajapigwa nayo? Ni kitu gani hajapigwa? Ameua, ni wa masoniki, ni wa nini, ni devil worshipper, ni what? All manner of things have been said about him. Kanisa imefugwa? Haijafugwa. Na ndio ilijaa. Na ndio ilifanya nini? Na ulimuona kwa TV ameua mwanamke na accident. Kanisa ikaongezeka. Hallelujah. Do not touch the anointing. This anointing inakujanga. There are different types of anointing. There are kingly anointings. And this man that has a kingly anointing, has an anointing to control kings, control territories, and control anga zote za bingu na za dunia. Kwa hivyo, until there is a replacement for that, hata munishakie, you will take me nowhere. Until there is a replacement for that. Na kama replacement yangu itakuja 50 years ago, you will have to bear and live with me. Simulidajibu kuniombea nikufe wakati nilikuwa ibadile mwingine. Najua kuna bishop mwingine hapa Thika. Nilimwenda kumtembelea siku moja kwa sababu nilitaka tu kumuona. Kwa sababu effort yake yote ilikataa kufanya kazi. Is a big bishop, mtu anajulikana. Walikuwa mabishop watatu na mapasta, very senior people in Thika. Na ndio kwa maana nimefungua branch Thika wanionage. Na nimefungua karibu na wao. Ndio wanionage nikihubiri. Because walienda wakatengeneza saduku ya maiti. Wakachukua picha yangu, wakaiweka ndani ya saduku ya maiti. Then wakachimba kaburi. Venye vitu inapijibaga. Wakafanya ibada ya mazishi na wakanizika.
Na siku hiyo walinizika kama sasa leo. The following week tukakutana na mmoja yao town. Alinifuata tu nyuma kwa sababu siko namjua, ananiambia walinifuata tu nyuma because they were yule Mungu walikuwa naabudu, walikuwa na the God that spoke to them wakati walifanya hivyo alisema it is instant. Hallelujah. It gonna happen instant. Yes, nilipata ka accident mahali, lakini that day nilipata accident but I was not hurt. But the issue was it will be instant. So after 1 week tulikutana na bishop mmoja. Tukakutana hapa town, amekatwa mikono hivi. Akakutana naye town, akanifuata nyuma, alinifuata tu. Unaona anatikisa kichwa. Niliona kwa sababu nilikuwa na bodyguard ambao waliniambia kuna kamseka ametufuata, kalikuwa kanatikisa kichwa. Sasa baadaye about 10 years later tumekutana nako kamse. Sasa kaliniambia why he was following me. Yaani hakuwa anaamini huyu mtu tulizika. Na yule Mungu alituambia tuzike, alituambia instant huyu jamaa ataenda. But this man is still. Nilimuleta, hata nimemuleta mpaka hapa. 10 years later nilimuleta mpaka hapa. Hata kwangu nimempeleka na nikampikia chakula. Unajua mimi napika. Nikampeleka mpaka kwangu, nikampikia chakula akule, ajue you cannot compete with what God has anointed. You cannot continue. Just leave it to God. Leave everything to God. Because you can never, if you are not comfortable with this ministry, end up too pole without making noise. Just end up too pole without making noise. Hallelujah. Just go. I have released. Me, I'm the one pastor ambao in this country, the only one pastor in this country that never hold you. Na ninasimambia kwa watu kesho, wale mnaona hamujatosheleka hapa. Kanyaga barabara hiyo ni kubwa. Kanyaga, nenda to the next church. I'm not looking for followers. I'm looking for people that are going to heaven. I'm not looking for numbers. I am able. Tukienda tulikuwa nao Muranga juzi. Tulikuwa na wangapi Muranga? Yes. Stadium ilijaa, maikuja. Ilijaa. Kuna walikuja kuona Waruinge, kuna walikuja kuvuja madhabahu, kuna walikuja huyo mtu wa Maina Magoto, walikuwa melala huko usiku na busi walishija 21. Wakashija busi 21, wakatoa hii mafi ya tubo. Walikuwa napika kukotiko hujerio, kuhura tada. Wakapiga hiyo mafi kiwanja mzima na barabara zote za kuingia Thiki, za kuingia Muranga, zote wakaenda wakamwaga damu, wakaeka cross kwa damu ya of course ya busi. Wakaenda wakaeka cross ati hakuna kitu kitafanyika na Muranga. Kiwanja ikafanya ta. Ni hapa ni mimi nimezima, nimesema ta kakaenda. So waliposema ta kiwanja kikajaa. Tukiwa katika mahubiri, stima ndio hiyo kwa na internet kwa sauti hawa wanasikia sauti inaenda, lakini huko nje hakuna sauti inaenda ya internet na ya TV. Tulikuwa live, sauti huko hakuna mtu. Ndio wale wa nje wameshindwa hapa, wakafuga ile nje. Nikajua, nikaenda kwa madhabahu, nikashika microphone, nikaanza kuongea, sauti karudi. Only if you know how to deal with these strong men, the gate people, the strong gatekeepers, ambao they are here to destroy you. They are here to make sure you don't succeed. You are here to make sure you don't go far. They are here to make sure you don't make any move. I am telling you tonight that every gatekeeper in your life has been removed. Every gatekeeper in your life that has been opposed to your successes has been removed, and they will never be able to stop you from becoming that which God wanted you to become. Wao waliosimama kwenye mlango wako, my brother, I'm telling you, utoga wako ni washokio. Utoga wako kuma umuthi ni washokio. Mekuga wewe devil worshiper. Utafungua duka zingine karibu 6. Sikujui lakini najua God has said so. I want to tell you, that strong man ambaye ameoperate in your life, that strong gatekeeper ambaye ameoperate in your life. Have you ever gone to a church, unakuta wamama wa kanisa wanakuangalia tu macho ingine hivi mpaka unatoroka hiyo kanisa? I've had this experience here. Unakuta kuna watu wamekaa kwenye hii kanisa, wanaangaliaga tu mtu akikuangalia tu hivi, unaenda kumuomba tu, unataka kikombe ya maji, anakuangalia jicho tu,
huko hauwezi rudi. Kuna watu hawezi kanyaga kanisa hii kwa sababu waliwekwa tu jicho. Because those are the people we call the gate, the strong men in the gate, that make sure that nobody is here. But I'm telling you from today, as I'm standing here on the altar, under the Spirit of God, under the guidance of the Holy Spirit, that from today, any gatekeeper, any gate obstructor, any person in this church ambaye amesimama kwenye gate kuzuia watu aangamie, ateketee, aharangane, any gate man that has been in your life, any gate man that has made sure that you have not succeeded in your marriage, any gate man that have made sure you have not succeeded in your business, any gate man that have made sure that you have not succeeded in your welfare, kutoka leo, I break every bondage, I break every power, I break every covenant, I break every plan they have against you, and the gates zako zimefunguliwa. Gates zako zote, hakuna tazuia baraka yako, hakuna tazuia ya success, hakuna tazuia biashara, hakuna tazuia ya marriage. From today, wale hawajaolewa mtaolewa, wale hawajaoa kama mimi nitaoa. Mutigadie kuga ne dona modo. Mutigadie kuga. Hata kwa dakika kama kuna mama mwingine niliomba maombi mengine mahali akasema, "Jinsi kwa sababu pastor ulioba na ukasema kila mtu akue na bwana na bibi na bwana. Sasa mimi roho yangu imenyonyesha ni wewe. Juu sasa tuko free. Si wewe uko free. Si ulioba ukakuwa free. Na mimi nimekuwa free. Si uliniombea nikakuwa free. Now I can see we have the connection." It is not bad. Si kumkodem. Alikuwa anajaribu bahati yake. Si tuko free. Saizi nimesema mtu yoyote ambaye ni gatekeeper, ambaye umezuiliwa, ambaye kazi yako imezuiliwa, ambaye biashara yako imezuiliwa, ambaye ndoa yako imezuiliwa, kutoka leo aliyesimama mlangoni ameondolewa, aliyesimama mlangoni amepromoshwa, aliyesimama mlangoni ametokomea in Jesus mighty name. You can make applications. I'm free. Hallelujah. That is how powerful this word is talking about. Jeremiah was told to go hear this word of the Lord. Hili ndilo neno la Mungu. Linasema hivyo, milango iliyokuwa katika maisha yako, arogi, oragani, atunyani, nimeherio. Thini wale tole Yesu Kristo. Kama kuna kitu ulikuwa unatafuta kwa ugumu, nenda saa hii. Go and look for it now. You will get it because the gate imefunguka. The gate imefunguka. Walikuwa wameandika hapa umeolewa, kumbe haujaolewa. Walikuwa wameandika hapa umeoa, kumbe haujaoa. Walikuwa wameandika hapa kwamba biashara imefungwa, kumbe biashara haijafungwa. Walikuwa wameandika hapa kusema hautafungua huduma, kumbe huduma yako ilianza kitambo. Nataka nikwambie leo, huduma yako imeanza, biashara yako imeanza, ndoa yako imeanza. Bana gatekeepers wameporomoshwa. Hallelujah. Hallelujah. Kila kizuizi ambacho kilikuwa kwa maisha yako kimeondolewa. Kila kigugumizi kilikuwa kwa maisha yako, iwe ni ugonjwa, out, sema out. Iwe ni ugonjwa, iwe ni umaskini, iwe ni kudharauliwa, iwe ni kunyanyaswa, iwe ni kunyang'anywa, hata kama ni waganga, hata kama ni wachawi, out. Hata kama ni Illuminati, out. Hata kama ni Freemason, out. Hata kama ni LGBTQ, in Jesus name. That is how powerful. When you open the gate, you feel happy, you feel free, you feel. I can see the faces, the gloomy faces I was meeting there. They have all of a sudden changed. Hallelujah. Because I can see the angels have dropped here. Let me tell you one thing. Your blessing came long time ago. It is only the gate man was telling you the door. Chachi kubwa, lakini shida ni mic. Si mtu ajitolea tu aninunulie mic mzuri.
ni only 20,000 only. Kwa sababu hizi nilinunua nikafikiria ni mzuri, ni very expensive. Sitaki hizi expensive, wacha tukae na tutuma sekete. Mutikai karai kogora ni godi kogora. Karai. Geti yako yake ikuka. My gate imefunguliwa. Milango yangu imefunguliwa. Kutoka leo I am not that man you are saying. From today I'm a different person. From today everything that was stopped for me, zitaanza kuvuka. I was telling you this, that everything that you needed was given to you, is only you don't know. Did you know that? In the book of Daniel, chapter number 10, Daniel was praying, and the very day he started praying, that is when God blessed him. The very day. The very day he prayed, when he opened his mouth, that is the day he was given. But he prayed for another 21 days thinking things have not come. Little did he know that kago yake muzigo ulipatiwa malaika anaitwa Gabriel. When Gabriel was coming, akakutana na mfalme anaitwa Wapasha. Mfalme wa Pasha akamshika Gabriel. Akaambia Gabriel hautapeleki. Akamwambia Gabriel hautapeleka. Akaambia Gabriel hizi tigo Kenya. Akaambia Gabriel hautafaulu. Akaambia Gabriel hautaenda. Hapo naye Danieli alikuwa akiendelea kuomba. Akaendelea kuomba for 21 days. He continued praying until the kelele ikafikia Mungu. Mungu akajua mzigo haitateremuka. Kuangalia kaona mfalme wa Pasha wakiwa na Gabrieli wakingangana. Akamtuma Michael, akamwambia Michael, go and rescue Gabriel, maana Danieli anafaa kupokea. Just do a 7-day prayer from today. Do a 7-day prayer from today. And Gabriel was given what belongs to you. Is only mfalme, the Persian king, mfalme wa Persia, amekamata Gabriel. Itisha Michael ateremuke. Itisha Michael ateremuke. Oh! Mwambie mwenzako Michael anakuja. Michael anakuja kunipigania. Michael anakuja kunipigania. Mwambie oh! Michael anakuja. Michael is coming. Michael is coming to fight for me. Tell your neighbor, Michael is coming. Walio kuroga, walio chukua biashara yako, walio chukua ndoa yako, walio chukua huduma yako, Michael is coming to deal with them. Michael alikuja akakamata mfalme wa Pasha, akamfinya. In 10 minutes time, Daniel alikuwa na mzigo. Hallelujah. In 10 minutes time, Danieli alikuwa na nini? Alikuwa na mzigo. Mwambie mwenzako, yangu itakuja in 3 minutes time. Hallelujah. That pahali walikuwa wamekuficha, they had hidden you in a hole that you will not come out again. They had written you off, na wakasema hautakuwa. Naye Jeremiah akamwambia Konaya, akaambia mchanga, hear the word of the Lord, write this man down as a man that will not succeed. Wachawi wakaenda kwa waganga wakaenda kwa wachawi, wanabiashara wakaenda kwa waganga na wachawi, wakasema wakachukua jina yako na wakachukua biashara yako, wakachukua kila kitu na pesa zako na suruali zako na nguo zako, wakampelekea mganga, naye mganga kaambiwa write this man down, hata safauru. Write this man down, biashara yake itaanguka. Write this man down, ndoa yao haitafaulu. I want to tell you tonight ya kwamba maandishi yaliyoandikwa yamevutwa kutoka sasa, yamevutwa kutoka sasa. Yale maandishi walikuwa wameandika ya kwamba hautafaulu, I want to tell you, maadui hao wameangamizwa. Maadui hao hawatapatikana tena. Maadui hao hawatafaulu tena, maana aliambiwa andika this man down that he will never succeed.
But when Jesus came, he was told this woman amefanya dhambi. Akakuja to the same ground ambayo Jeremiah alisema iandike this man down. Yesu akakuja in the same ground ambayo alisema huyu mama ametenda dhambi. Akaingia the same down. Akainama akachukua kijiti. Akaanza kuandika the same down. Akaanza kuuliza maswali. Akasema yule ambaye hajafanya akuwe wa kwanza kumgonga. Yule mwingine amefanya akuwe wa kwanza. Wote waliangusha mawe wakiondoka, maana dunia ardhi imeandika. Ana Yesu aliandika kwenye mchanga. Akauliza yule ambaye hajafanya awe wa kwanza korosha. Dunia ikasema hawa wote si wazuri, wakaondolewa. Naye Yesu akasema watu wote wamesamehewa. I want to say, wachawi waliandika hautafaulu, walogi waliandika hautafaulu, walisimama wakasema hautaenda mahali. Lakini leo ninasema ya kwamba nimeandika chini ya kwamba utafaulu. Nimeandika chini ya kwamba utafaulu. Walifunga geti yako for nothing. They wasted their time. Andika ni tick. Mwambie mwenzako it is tick. Wacha nikwambie, ile kitu unataka Mungu akufanyie, ile walifunga, sema tick. Sema tick. Wachawi hawezi kusema tick. Sema tick. Sema tick. From today. From today. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli aliendelea kuomba for 21 days. He never knew ya kwamba mzigo yake imeachiliwa. Lakini kulikuwa na mfalme wa Pasha alikuwa amekamata. In your life kuna mfalme wa Pasha amekamata mizigo yako. In your life kuna mfalme wa Pasha amekamata ndoa yako. In your life kuna mfalme wa Pasha amekamata huduma yako. In your life kuna mfalme wa Pasha amekamata biashara yako. In your life kuna mfalme wa Pasha ambaye amesema hautapata mtoto. Lakini kutoka sasa nakwambia hivi, Yesu alikuja akaandika chini. Yesu alikuja akaandika chini. Akasema mwenye alifunga huyo amfungue. Mwenye alikuja kusema the accusation, aka cancel every accusation, aka cancel every laana, aka cancel every communication. Na akawaambia ya kwamba wote ambao walikuwa huko, akawaambia nendeni nyumbani, maana you don't have power to accuse this woman. Tell your neighbor I'm free. Tell your neighbor I'm not the person you met 1 hour ago. Angalia your neighbor, don't look at me. I'm not your neighbor. Hallelujah. That is how powerful to know that your gates are open from today. That's how powerful it is. Look at your neighbor. Mwangalie tu. Mwangalie tu wewe. Kama huna neighbor, look at me. Don't admire me. Yeah, kama huna neighbor, look at me, but usianze kunikatia. Sitakatika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mwangalie, because I want you to mark that person. Mark that person. I want you to take the number of that person. Na musitongozane. Umeelewa? You meet that person in 7 days from today. You tell me about what happened. In verse number 3, I want to warn you, because you are going to be blessed. You are going to be highly anointed. That you are going to conquer. You are going to win every battle. You are going to succeed in every move of your life. You are going to make every move. I'm telling you, there is an expansion from today. There is growth from today. There is maturity from today. There is success from today. There is conquering from today. There is winning from today. There is becoming from today. That nobody, no weapon fashioned against you that is going to prosper. That whoever that rose against you will not make it. They are going to be destroyed. But there is a warning here. I want to warn you that verse number 3
of chapter number 7. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your deeds, and I'll let you dwell in this place. Baba, amend your ways and amend your deeds, and he will let you conquer where you are. Take that nonsense away from me. Amend your ways and amend your deeds, and you're gonna conquer. You're gonna become. You will win. You will become so successful. The condition, hapo nasikia Mungu sema amen. Your condition, it is amend your deeds and amend your ways. Hallelujah. Amend what? Hiyo mmetulia kama maji ya mtungi. Uko na mpango ya kando sasa umeshindwa nitaachaje? Umeona? Ukiachilia baraka kila mtu anasimamanga kwa viti. Lakini sasa ikikuwa ni action. Amen. Amen. Ndiye aongoje laini ya baraka ikuje. For you to succeed, you must be able to amend your ways. For you to succeed, you must be able to amend your deeds. Badilisha nia yako, badilisha mipango yako, badilisha jinsi unavyomsikiliza Mungu, badilisha jinsi unavyomhudumu, badilisha jinsi unatembea kwa Mungu, badilisha jinsi unavyokuja kanisani, badilisha jinsi unavyokaa na watu, badilisha jinsi unavyoongea. Badilisha. Hiyo haina sauti mingi. Hiyo ikuwake. Hiyo ni mhubiri na hubiriki peke yake. Lakini ya kubarikiwa. Hiyo ikuwagi ya mhubiri. Say it, man of God! Say it! Say it! Baraka. Oh my goodness. Sadeire ingine, sema sadeire ingine. Tutasomea tauni. Hebu simameni. Simameni. Wachawi walikuwa wameuganika pamoja kuniambia hapa sitoke. Wamekubaliana na mimi, walikuwa nataka tu negotiate. Nisiende huko, nikae hapa waniongezea watu. Nikauliza, mtapanua nyumba? Hapana, tutakutengenezea venye utakuwa na services mingi. Nikamwambia saitani sidwe. Unaona ile nyumba ya green? Mnaiona? Hiyo. Ile. Chukulieni pale, msikuje kunipigia simu. Mnaangalia niko. Kulieni hapa. Ile nyumba ya green. Mnaiona? Amuioni? Oleji. Kumbe the get money in your life is still there. Ile nyumba ya green. Nani hajaona hiyo nyumba? Wewe mdada. Nendeni pale muone. Ama Roho Mtakatifu atailete hapo. Nenda pale muone. Nendeni pale. Nasema kila mtu nyinyi yote muende pale muione. Ama leta Roho wa Ngai yake. Alie. Asaidie nyumba zote zitoke cia green. Munaiona? Kila mtu ameiona? Huyu hajaiona. Huyu anaangalia kamera. Hujaona? Simama pale uone. Usinipigie simu kuniambia ati tuko town. Simama pale. Niwendelea uthiurugame haria wone. Wewe. Mumeiona ile? Iko hapo ukipita kwa Wajiro. Sema kwa Wajiro. The glory is here. Pada juu kidogo utaona Equity Bank hapo, igie hapo. Mezzanine floor yote. Sasa wataanza kusema rent yoyote elimu yako. Nani alikuitisha ya hapa? Kuna mtu alikuitisha ya hapa? Ati rent yoyote elimu yako. Na huko nitakuwa only 1 year. By the end of 1 year, I will be having 20 acres in town to build a sanctuary for God. And sasa wale warogi muende mkaroge sasa vizuri. Arogi umudi mkaroge. Fugulia keyboard. Arogi umudi mwekete. Mukaroge. Amend. Tell your neighbor, amend your ways
and your deeds. Do not, there is condition nataka kuwapatia because nataka kuachilia baraka sasa. Na mshike sadaka sasa, mshike sadaka kwa mikono yenu. Si sadaka, sadaka mnono. Hii kitu naachilia haiachiliagu na manabii. Wanakuvugiaga kwa kanyumba na kuambia story nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Yes. In verse number 4, the Bible says, do not trust in these deceptive words. This is the temple of the Lord. This is the temple of the Lord. This is the temple of the Lord. Do not trust those men and women that will come and cheat you that this is the temple of God, yet there is no temple of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Trust in God alone. By only amending. Bwana Yesu asifiwe sana. By only amending your ways and your deeds. Because that is all that has costed you. That is why you are here today. Because your ways are not right with God. Because your deeds are not right with God. This is an hour that we are going to do a worship of repentance. Bwana Yesu asifiwe sana. All of us here, find a space somewhere and we shall repent. Remove all the seats from you. I want you to come closer to the altar. We shall all repent. We shall all amend our ways and our deeds. For the great man came because of what we are.